Nini Kaziro, mbona mnataka kuuana? Nini kinaendelea hapa kwa mjumbe tena? Tena bora ulivyokuja. Umeona wewe mshenzi mwenzio Umeona alichokifanya? Ameshaharibu. Sasa nisikiliza nikwambie, nataka kujua muafaka ni nini. Karibu nini sasa Kaziro? Wawa ni mimba yapo. Yo mawe. Chonka ya gazara mano. Wewe una mimba? Mimba ya nani hiyo mimba? Ya mjumbe. Kaziro. Sasa unakaja na mimba ya mjumbe ni ya kwako? Ni ya kwako hiyo mimba Kaziro. Hiyo mimba inatakiwa ikae kule. Wewe inakaja huko kwenye tumbo lako tena. Sasa pasari kutoka pasari. Sasa yeye amepigaje kwenye fauru? Ampigaje kwenye fauru Kaziro? Niambie sasa mwafaka nini? Hapa hakuna cha mwafaka, nachotaka yule mpumbavu waje hapa nijue nini nakwaje, nijue mbivu na mbichi leo itachimbika nakwambia. Kwa hiyo unajifanya kama unampata hapa mwana mkasulisha kesi, kumbe kasenyewe na kutia mimba, si ndio? Nikukague, niangalie, nikague. Wewe mkaguaje na wewe? Kaa chizi liangalie. Yaani kusema za kweli, huo ugomvi wenu nimeupenda Kaziro. Nataka huo ugomvi uendelee. Kaeni hivyo hivyo macho. Naenda kumtafuta pasari ndani ya dakika 15 mjumbe na mreta hapa. Huo ugomvi mkae hivyo hivyo mmeangaliana na mnune. Mkae hivyo hivyo mmenuniana, sawa? Msiondoke mtu macho. Usiniangalie, unaniangalia unanijua. Sasa nisikuangalia kwa sababu nina njaa kanipigie chakula. Wewe utakutia makofi, usinipanikie nyumbani kwangu. Mshazi ni unabisha. Sana sio nije. Ni vile tu sijaja kwa shari. Sana sio nije nikuonyeshe mimi nani. Liangalie kaka aba. Fata kila kike. Kumbe betri wrong. Kumbe betri wrong. Hamna tatizo mangwe. Kila kitu kipo sawa tu, Mungu anasaidia. Unikitaka kuongea na Jamila? Nipo ndani, ngoja nimuite. Wewe Jamila. Mke wangu. Abe. Njoo, mama yake ataka kuongea na wewe. Anakuja. Mama yako anataka kuongea na wewe. Atuna mama zao nyingine hapo. Asante mama yako nikiniuliza mimi, ongea naye hapo. Alama. Shikamoo. Salama. Kama sio kwema, hivyo. Nitakupigia kwenye simu yangu mama, tuongee na jambo nataka tuongee. Ongea naye hapa. Wewe nini? Nyamaza. Haya baadaye mama. Haya. Kwani wewe vipi? Yaani mimi naongea na simu wewe bado unaongea. Una matatizo gani wewe mwanaume? Wewe ndo nika na matatizo. Yaani nini tuliko hapa nakwambia ongea naye nisikie nataka kuongea. Hiyo silia nini? Nina siri gani nyinyi na mama mkwe wangu? Nyamaza basi kama tuna mambo yetu ya siri mpaka na wewe ujue. Kama ningekuona maana singekupa. Tunakujihuri kama nini? Wewe mwanaume mbea wewe. Hata yale ni simu yangu. Wewe unanitafuta sio? Na kuangalia tu. Kwa mimi nikishika simu yako kuna watoto gani? Kuna nini unachokificha huko ndani? Hivi unajua unachokitafuta utakipata huko. Niache nikipata na ndo ninachokitafuta. Hiyo simu yangu kononi ya mtu mwenyewe. Anajua mwenyewe ameweka nini. Alafu umekuta vitu vyangu vya ofisi huko. Mtu mwenyewe wewe hujasoma. Elimu wanne uko wako bure. Alafu unataka kucheza simu yangu ukifuata mambo yangu. Nigee simu yangu. Kwa nini unasemaje? Ambuli kisimu yangu. Toka hapa. Nimeshakuzuia mimi hizo habari za kunigusagusa kila muda. Koma kabisa. Uko siende huko. Hivi kumbe ndo maana ulikuwa unataka nishike simu yako, si ndio? Kwa nini unikiona nini? Nikiona nini? Huyu Sofia nani? Sofia nani nakuuliza? Ila bwana. Sasa nini tumekuta sasa hivi wa Sofia. Alafu unauliza Sofia ndo nani? Sofia ndo Sofia kama unavyokaona. Na huyo Aisha ni nani? Na kuvumilia unajua. Sasa nisikilize, sitaki kukudhalilisha. Ongoza mwenyewe ndani. Twende tukamalizane ndani kabla sijakudhalilisha sasa hivi. Sasa ndani kufanya nini? Nyanyuka bana wafanya kazi ofisini kwa mimi siwajui. Nyanyuka. Toka. Akili mesisi haifanyi kazi. Nafanya chochote alafu siwazi. Yani tiburi mchaloko. Fisanga majanga mama. Abetwiro. Unasemaje? Inawezekanaje Lola akawa na mimba? Yaani mimi mara moja tu nimegusa mara hii moja, mara pili nataka kurudia mume wake akatokea. Alafu unaniambia leo ana mimba. Hii michezo. Sasa kumbe umegusa
kabisa mimi nilijua Kaziro alikufumania lakini hawakugusa. Yaani umegusa kabisa Kaziro na wewe unathibitisha umegusa. Ndio mara moja. Ndio hiyo mara moja sasa. Ndio hiyo mara moja. Wewe umeweka mara moja ndio kitu kimeitika. Uliona wapi mimba ikaingia mara moja? Mimba nataka upige kweli, yani upige mpaka useme hapa sawa. Kuku anapiga mayai karibia 60 na mara moja tu anapanda. Kwa hiyo usanichanganya. Wewe unataka kuniambia yuko nyumbani kwangu pale? Yaani nakwambiaje Kaziro? Yule sio chogo tena sasa hivi amebadilika amekuwa mbogo. Wako wameangaliana pale. Na uwai pale urudi nyumbani sasa hivi wasije ukatoa na macho Kaziro. Nani? Mimi narudi nyumbani? Si mimba ya kwako. Si mimba ya kwako. We. Chogo namjua. Yaani nikirudi leo pale pata chimbika. Ile nyumba itageuka chini juu chini. Bado ana hasira za kumhamisha kule. Nimemleta huku. Sasa hizi tena lije na mimba. Wewe hivi unamjua mke wangu vizuri? Sasa sikiliza pasari. Sasa tunafanyaje Kaziro? Kwa sababu mimi unanipa wakati mgumu. Mimi kupita ile njia kwako pale na ninatakiwa nipite pale. Nikipita pale Chogo ananiona, ananigandamia tena anataka wewe cha kufanya badilisha njia. Lakini pia ile mimba mimi siwezi kuikubali. Kwa sababu mimi ninavyojua yule binti ana mume wake. Sawa? Ambaye ana uhakika nayo muda wote anayo. Mimi mara moja tukaja wewe mume wangu anifukuza, nikasema basi sawa njoo nikustiri. Kaa hapo utalala hapo. Nikaona sio vizuri mtu alale peke yake ana matatizo. Ngoja nimsindikize, usiku ule nimsindikize kukuche tukiwa wote. Katika kumsindikiza ndio ikatokea bahati mbaya mara moja. Mara ya pili ile watu hao wameingia. Na kwanza mimi nahisi ule mchezo ulicholeshwa na ule binti. Wale walijuaje kama mimi niko guest. Haya wamekuja leo anakuja kuniambia mimba. Hao wanachezea mchezo wewe na mume wake. Wameshindwa kulea mimba na naona mimi kwa sababu wanajua sio napata hela au na kazi yangu au ujumbe wanahisi nina hela. Hakuna kitu kama hicho. Mimi sikubali na nyumbani siendi. Sasa sikiliza pasari. Hapo umeua ndege wawili kwa jiwe moja. Wewe hapo umekurahisishia. Wewe ungeanza kutoa mahari, ungeanza kufanya process. Yule kajileta mwenyewe pale nyumbani. Sikiliza fanya hivi. Wewe zungumza na Chogo vizuri. Kaa na yule Rora, kaa na Chogo. Unakuwa unapiga huko ugali maharage huko ugali nyama. Kumbe rafiki yangu wewe na akili una. Kwa hela gani unakuwa nayo ni wake wawili? Huyo mmoja tu Chogo jasho linatoka. Waongezeke mwingine. Wewe ujinishauri bado. Mimi nakwambia aje yule mimi nyumbani siendi. Watajua na wenyewe huko. Yaani pale kisikia yule hayupo nyumbani ndio mimi naenda lakini yupo sikanyagi. Wewe rudi nyumbani bana. Urudi nyumbani Kaziro. Bado sana. Sawa. Sasa wewe cha kufanya maamuzi ni ya kwako. Ukiamua kurudi nyumbani ukisema uendelee kukaa hivyo kabura ngani endelea na maisha yako. Yaani bora kabura ngane. Lakini kusema nirudi nyumbani ndugu yangu. Chogo mjue wewe. Shauri lako. Haya. Choka Kaziro wakabu. Wamenti kakuna kama sheja nkogo si jamani. Unataka ungoe rogeti kabisa uondoke nalo, si ndio? Samani dada mjumbe nimemkuta. Mimi mwenyewe mama mjumbe. Kwa hiyo unaweza kanielezea shida yako tu maskini ya Mungu. Haya niambie, una shida gani? Mama mimi nimeibiwa. Mimi nimetapeliwa. Kuna mkaka kaja pale nyumbani kwangu akasema yeye anafanya kazi ya kukopesha mikopo lakini hiyo mikopo inakuwa ina riba. Sasa mimi kwa sababu nina shida kama unavyoniona hali yangu na kwenda kujifungua. Nikamwambia nikopeshe mkopo wa milioni 5. Sasa akachukua simu yangu pamoja na hela yangu ndio ilikuwa hiyo ya kula mama. Usiamini sijala mpaka sasa hivi mamangu. Akaniambia nichukue kitambulisho cha NIDA sasa niko sijakiona narudi kumwambia. Akawa ameondoka. Kaka mwenyewe ni mweusi hivi akawa amevaa kibagarashi kwa anaongea kama mwaya. Mama ananisaidiaje maana hapa nilipo sijala toka asubuhi mpaka sasa hivi na kama unaponiona hali yangu mama amekosa hata huruma. Basi angeniachia tu hata ile hela mimi angeondoka na simu yangu tu. Jamani pole. Hadi mimi nataka kulia. Nipe namba kwa simu. Simu yenyewe kaondoka nayo mama. Kaondoka na simu yangu. Nipo kama unavyoniona tu hapa mimi. Jamani pole maskini ya Mungu. Umesikia? Huyo tapeli huyo. Tapeli mwenzie huyu hapa mwanaume wangu mimi. Sasa nisikilize nikwambie. Wewe nenda alafu urudi.
Kwani mjumbe anakuja saa ngapi mama? Anarudi usiku. Basi mimi nitarudi mama, hamna shida. Haya, pole. Mimi nitarudi mama. Haya. Jamani, watu hawana huruma hadi wajawazito, maskini ya Mungu. Mtu aje kutembea wewe anatembea kama bata, bado unaenda kumchukulia hela yake. Hivi kweli tutafika? Nicheke mie mtoto wa Clemence Mwandambo, mabonye. Ka! Sambwenu Kaziro, utakaa hivyo kama mgonjwa wa ukimwi mpaka lini? Unakaa kama vile unasubiria majibu ya ugonjwa ukimwi Kaziro. Umekosa raha kabisa. Unajua Kiroba, kila nikifikiria ile mimba kama ya kwangu, lakini mara moja mimba inaingiaje? Sio kama Kaziro, hili ni ya kwako. Alafu muda mwingine wewe unakumbuka mimi ni rafiki yako bana, uniambie ukweli. Mimi kweli ndio mara moja, lakini sasa mimba sina takiwa mara nyingi, hata basi hata mara 3, mara 5, moja. Usikatae mtoto Kaziro, ni dhambi. Na siku zote ukikataga mtoto anatoka vile vile copyright kabisa. Yaani ukimwangalia hivyo unasema mbashushana. Mnakuwa mnashushana kabisa, mnafanana kabisa. Ngoja nijifanye naongea na simu tu hapa. Iwe. Nisikilize wewe. Nimeshachoka kusubiri kitu ambacho kijulikani kinakuja lini, kinakuja siku gani, tarehe gani na mwezi gani. Mzigo wenu uwapo, nimeshachoka kuhudumia. Utajua wewe mwenyewe. Umpelekea uko alipo au kaishi nao nyumbani kwako. Sasa mama mjumbe huyu unamleta, kwani mimi wa kwangu? Kwani hiyo mimba uliambiwa ni ya kwangu Kaziro? Si ni mimba mjumbe. Mchukue bana, umpeleke kwa mjumbe bana, mwenyewe sheshe. Mtoreni sheshe zetu wewe. Nenda ondokeni bana. Huyo pasa rafiki yake nani? Mimi. Sasa kwa nini mimi najua alipo? Sasa unajua alipo. Sikiliza nikwambie, nimeshachoka. Sina hela ya kuhudumia mama mjamzito ambaye amefuga viura tumboni mwake. Sina hela. Ile mtoto alinihusu. Sikuwepo katika vikao vile na mavokea. Sikuwa kuja kumpata nyumbani. Mnaenda kwenye vikao kutatua kesi. Kumbe mnatia mimba watu kwa washenzi wa tabia nyinyi. Sasa Kaziro, wewe uliona wapi mchezaji wa Simba alipo na kocha wa Yanga? Huyu ashachezea Simba, mwache kaendelee na Simba yake wewe. Hebu ondoka bwana, mimi msiniletee shenshi. Ondoke huo. Na kutaka unyanyua kidevu chako kasi kuna Nicki Minaj unifuata nyumbani kwangu. Unaona nitakuonyesha action mimi ni nani, mshenzo wa tabia wewe. Niangalie lilivyo kwanza, nende kama tembo, fala wewe. Usina Jamani, hata kama unataka ndo nyumbani kwako ndo nisukumize kama hivi. Chize nini wewe? Wewe sikia, mzigo uwapo na huyo rafiki yako hata siporudi mimi sitaki kujua kuhusu hilo. Simtaki kwanza nyumbani kwangu lipo uko lilipo. Mzigo wenu uwapo. Utajua kupeleka wapi? Nimeshachoka. Bye. Sasa ni wewe umekuacha hapa unakubali unakaaje hivi kizembe? Hebu uruge bwana. Mchukue ondoka bana. Sasa mimi nitaenda wapi na wewe? Sasa unaenda wapi utajua mwenyewe Kaziro. Kwani umetoka wapi? Ulitoka mavumbini, utarudi mavumbini. Rudi mavumbini ulipokuwa Kaziro. Mama mjumbe sio mjinga mpaka nilete hapa kwako. Si ndiko kwanza nataka unipeleke kwa wewe mjumbe. Sikenyi tinga kibona geke kintu. Manya mwiru kese ogomkazi. Si ni mkimi. Wewe jifanye tu mjanja. Tunondemera wewe kuja shida na nini ya kutokirenda. Mimi nilikubebesha hiyo mimba. Wakakuraghai mwisho wa siku upote. Matukio kila kukicha, kila siku linazuka jipya. Huyo bosi mwingine anajita. Nataka uniwekee ndoa, nadhani nimeshia episode ya 64. Unaona kwamba wapi unafeli wapi? Wenzako wapo episode ya 74 ndoa hiyo. Na ina wateja. Yaani hapa hiyo ndoa mimi naiuza. Nashangaa wewe unachelewa tu, shauri yako. Hivi wewe unapenda hiyo ndoa? Umeolewa? Hapana, tuachane na hayo. Naipenda ndoa kwa sababu ya matukio yake mle ndani. Usiwaze, mimi nitakuwekea tena nyongeza nyingi tu, usijali dadangu. Hizi hapa nadhani nitashaingia. Zimeshaingia dadangu. Hii hapa la. Hii baki nayo. Siku nyingine ukija sasa utanigea hiyo hela. Kwa sasa hivi kazi angalie kwanza, ukizipenda zo Mungu hapa zimekurushia utanipa hela dadangu. Kwa hiyo muendelezo nitakuwa napataje? Ndio kama hivyo sinaona nipo episode ya 64, wenzangu washafika 74. Mimi nilikuwa nataka na mimi kidogo niwe na wewe. Sasa sijui utanisaidiaje.
Sasa hicho ndio ambacho wewe umekiacha. Acha namba zako za simu, then nakupigia nakwambia sikitoka tu, oh, dada wiki movie zimekuja. Unakuja chapu tu kwa haraka. Kwa hiyo fanya namba zako za simu. Simu yangu mara nyingi huwa anakaa nayo mume wangu. Kwa hiyo unaweza ukapiga au ukatuma message kwa kutaipa na wewe. Kwa hiyo inaweza ikawa shida kidogo kwa upande wangu. Hamna, itatoka litokee tu. Ndo hize? Jina nani? Naitwa Penina. Oh, Penina. Yaani hapa mimi naitwa Sam Bigimondi. Kusikia kwa Sam Bigimondi ndo hapa. Narusha movie nzuri, narusha matukio ya watu mazuri, naonyesha kila kitu unachotaka. Wewe ukija tu mimi nakuonyesha ushirikiano. Ila na wewe onyesha ushirikiano basi hata nikikupigia simu Unaonekana una ushirikiano sana na wateja wako. Najali, unajali tu mimi najali. Karibu. Hivi unajua movie inaitwa Spartacus? Nasikiaga sana watu wanaisifia lakini sijawahi kuiona. Sasa unabidi usisikie tu, inabidi uione vitu vya mule ndani watu wanapopigana. Mastering wapo mastaa kubwa kubwa kwenye Spartacus. Ukiiona wewe utafurahi. Unavyoisifia natamani hata niione. Sasa vile ni vitu vyangu kabisa vile. Mtoto kaumbika, mtoto T3. Vitu vyangu kabisa ni kuvikumuta tu sasa hivi. Yaani library yangu nimbika kwa ajili ya kuichapa tu. Yaani mpaka vijute. Kwa Chogo,